Mambo vipi? Ni siku ya Jumatano tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2025. Klabu ya Olympique Lyonnais nchini Ufaransa imeshushwa daraja na huenda ikashiriki ligi ya daraja la pili nchini humo kuanzia msimu ujao. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa mabingwa hao mara 7 wa ligi kuu ya soka nchini Ufaransa tangu mnamo mwaka 1989. Ni maamuzi ambayo yametekelezwa na shirika linalodhibiti masuala ya hela nchini humo linalofahamika kama DNCG baada ya kupatikana na hatia ya kuwa na deni kubwa katika usimamizi wa soka nchini Ufaransa. Na mwaka 2024 klabu hiyo ya Lyon ilipatikana na hatia ya kuwa na deni takriban euro milioni 175. Wakati huo walichukuliwa hatua, lakini ilikuwa ya muda tu, adhabu ya muda, na wakapewa onyo kali. Hivi sasa inaaminika kwamba deni hilo limeongezeka hadi kufikia takriban euro milioni 400, ingawa wamejaribu kadri ya uwezo wao kuachilia baadhi ya wachezaji kama vile Alexandre Lacazette, Said Benrahma na vile mshambuliaji wa Ufaransa Rancherke ambaye alisajiliwa na klabu ya Manchester City. Ukipiga hesabu zaidi ya euro milioni 70 wameingiza, lakini mwisho wa siku hawajafanikiwa kudhibiti deni na pia hela ambazo wanaingiza, ndiposa hatua hiyo imechukuliwa. Mbali na hapo, mmiliki John Textor, kumbuka nilimtaja hivi majuzi kwamba ni mtu ambaye ana hisa katika timu mbili, Olympique Lyon nchini Ufaransa pamoja na klabu ya Crystal Palace, jambo ambalo lilikuwa limeweka hali ya hatihati kwa Crystal Palace kushiriki ligi ya Europa baada ya kushinda kombe la FA msimu unaokuja. Lakini hivi sasa inaaminika kwamba ameuza baadhi ya hisa zake. Hilo pia halijawasaidia kwa vyovyote vile Olympique Lyon ambao wanatarajiwa kukata rufaa ili kupinga maamuzi hayo. Hata hivyo, iwapo Lyon watashushwa daraja, basi itakuwa ni afueni kwa Crystal Palace, maana wataruhusiwa kushiriki ligi ya Europa msimu unaokuja. Duru zinaarifu kwamba wananyuki Brentford wameshawishika na watakubali ombi la pili kutoka kwa Manchester United la takriban pauni milioni 60 kwa lengo la kukamilisha usajili wa winga wa Cameroon Bryan Mbeumo aliye na umri wa miaka 25. Ni mchezaji ambaye alikuwa moto wa kuotea mbali msimu uliopita EPL akicheka na wavu mara 20. Manchester United walituma dau la kwanza takriban pauni milioni 45 na nyongeza pauni milioni 10, jambo ambalo lilikataliwa na Brentford, lakini hivi sasa ombi lao la pili litakubaliwa na huenda kawa sajili ya pili kutua Old Trafford chini ya ukufunzi wa Ruben Amorim baada ya kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Brazil Matheus Cunha kwa takriban pauni milioni 62.5. Licha ya kwamba kocha wake wa zamani Thomas Frank ambaye hivi sasa ni mkufunzi wa Spurs amejaribu kadri ya uwezo wake kumshawishi ajiunge na Spurs, Bryan Mbeumo nia yake ni kutua Old Trafford. Manchester United imeielezea timu yote ambayo ina nia ya kumsajili winga wa Argentina Alejandro Garnacho miaka 20 kwamba italazimika kutoa kitita cha takriban na pauni milioni 70 ili kukamilisha usajili wake. Ni mchezaji ambaye inaonekana wazi kwamba ataondoka Old Trafford kabla ya msimu ujao kung'oa nanga rasmi, hasa hivi sasa kufuatia tukio lake la hivi majuzi ambapo alionekana amevaa jezi ya Aston Villa, jezi nambari 9 mgongoni na jina la Marcus Rashford, kuonesha kwamba anamuunga mkono Marcus Rashford ambaye hivi sasa tayari mguu mmoja uko nje ya uwanja wa Old Trafford. Klabu ya Chelsea nchini Uingereza pamoja na mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Italia Napoli ni baadhi tu ya timu ambazo zimeoneshania kutaka kumsajili Garnacho. Mchezaji mwingine ambaye yupo njiani kuondoka Old Trafford ni winga wa England Jadon Sancho miaka 25. Vigogo wa Italia Juventus wako tayari kuachilia wachezaji wawili katika nia ya kubadilishana wachezaji na Manchester United wampate Jadon Sancho, badala yake wawaachilie mshambuliaji wa Serbia Dusan Vlahovic miaka 25 pamoja na kiungo mkabaji wa Brazil Douglas Luiz miaka 27. Timu nyingine ambayo imeonyesha nia ya kutaka kumsajili Jadon Sancho ni Fenerbahce kutoka taifa la Uturuki. Winga wa timu ya taifa ya Uhispania Nico Williams aliye na umri wa miaka 22 ameielezea timu yake Athletic Bilbao kwamba nia yake ni kujiunga na mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Hispania Barcelona msimu ujao,
na anapanga kutia saini kandarasi ya miaka 6 Camp Nou. Barca kwa upande wao wako tayari kumsajili Nico Williams, ingawa hesabu zao haziwaruhusu kulipa hela zinazohitajika kwa mkupuo, takriban pauni milioni 50. Barca pia huenda ikamsajili mshambuliaji wa England Marcus Rashford kwa mkopo kutoka Manchester United. Licha ya juhudi kutoka kwa vigogo wa Ujerumani Bayern Munich, Chelsea inatarajiwa kukamilisha usajili wa winga wa Uingereza Jamie Gittens aliye na umri wa miaka 20 kutoka Borussia Dortmund nchini Ujerumani kwa zaidi ya pauni milioni 50. Ni mchezaji ambaye amekubali mkataba wa miaka 7 darajani Stamford Bridge. The Blues vile wanawawinda wachezaji kadhaa katika lengo la kuzidisha nguvu safu ya mashambulizi kwa msimu ujao. Miongoni mwao ni mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ubelgiji ya chipukizi Malik Fofana aliye na umri wa miaka 20 anayechezea klabu ya Olympique Lyonnais nchini Ufaransa. Mwingine ni mshambuliaji wa timu ya taifa ya Brazil João Pedro aliye na umri wa miaka 23, na pia mshambuliaji wa Ufaransa Hugo Ekitike aliye na miaka 23 kutoka Eintracht Frankfurt nchini Ujerumani. Kiungo Paul Labile Pogba aliye na miaka 32 amekubali mkataba wa miaka 2 kujiunga na klabu ya AS Monaco nchini Ufaransa. Pogba alikuwa amepigwa marufuku ya miaka 4 mnamo mwaka 2023-2024 baada ya kupatikana hatia ya kutumia dawa zilizoharamishwa miongoni mwa wachezaji, ingawa marufuku hiyo ilipunguzwa hadi miezi 18 na marufuku yenyewe ilikamilika mwezi Machi mwaka huu. Alikuwa mchezaji huru kujiunga na timu yote. Klabu hiyo ya AS Monaco aidha inakamilisha usajili wa mshambulizi wa Uhispania Ansu Fati miaka 22 kwa mkopo kutoka Barcelona. Wiki hii Arsenal itakamilisha usajili wa kipa wa Uhispania Kepa Arrizabalaga miaka 30 kwa pauni milioni 5 kutoka Chelsea. Naye kiungo wa Uhispania Martin Zubimendi miaka 26 ameshakamilisha vipimo na anatarajiwa kutambulishwa rasmi ugani Emirates mwanzoni mwa mwezi Julai. Mshambuliaji wa Uswedi Victor Gyökeres miaka 27 ameielezea Sporting nchini Ureno kwamba hayuko tayari kuichezea tena timu hiyo na anapanga kuondoka msimu ujao. Gyökeres ana hamu ya kujiunga na klabu ya Arsenal, timu ambayo inatarajiwa kutuma rasmi ombi kwa Sporting Lisbon hivi karibuni kwa lengo la kukamilisha usajili wake. Wanabunduki Arsenal wameghadhabishwa na mahitaji ya mshambuliaji wa Slovenia Benjamin Sesko ambaye inaaminika kwamba anahitaji mshahara wa zaidi ya pauni 200,000 kila wiki, huku Gyökeres akiwa tayari kukubali takriban pauni 130,000 kila wiki. Arsenal bado inamfuatilia winga wa timu ya taifa ya Brazil Rodrigo Silva da Goes aliye na miaka 24, lakini itategemea na maamuzi ya mchezaji mwenyewe iwapo anataka kuondoka au kusalia katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Real Madrid wako tayari kumuuza kwa zaidi ya euro milioni 80. Nottingham Forest wamekataa ombi la takriban pauni milioni 45 kutoka Newcastle United kwa lengo la kumsajili winga wa Uswedi Anthony Elanga aliye na miaka 23. Forest wanataka zaidi ya pauni milioni 60 ili kumwachilia. Magpies aidha wanapanga kukamilisha usajili wa kipa wa Uingereza James Trafford kutoka klabu ya Burnley. Kuna uwezekano mkubwa huenda mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uruguay Darwin Núñez aliye na umri wa miaka 26 kujiunga na mabingwa ligi kuu ya soka nchini Italia Napoli. Fullbeki wa Hungary Milos Kerkez aliye na umri wa miaka 21 ameshakamilisha vipimo Anfield kusajiliwa rasmi na Liverpool kwa takriban pauni milioni 40 kutoka klabu ya Bournemouth. Atakuwa mchezaji wa 4 kusajiliwa rasmi na Arne Slot Anfield kwa maandalizi ya msimu ujao baada ya usajili wa fullbeki wa Uholanzi Jeremy Frimpong aliyejiunga na Liverpool kwa takriban pauni milioni 29.5 kutoka vigogo wa Ujerumani Bayer Leverkusen. Vilevile kiungo wa Ujerumani Florian Wirtz alisajiliwa kwa takriban pauni milioni 116.5 kutoka Bayer Leverkusen, na mwingine ni kipa wa Hungary Armin Pekši aliye na umri wa miaka 20 aliyesajiliwa kutoka akademia ya Puskás. Lakini mchezaji ambaye anaondoka Anfield ni mlinzi wa Uingereza Jarell Quansah aliye na miaka 22 ambaye atasajiliwa na Bayer Leverkusen kwa takriban pauni milioni 34. Badala yake Liverpool watamsajili mlinzi wa England Maguire miaka 24
ambaye duru zinaarifu kwamba amekataa kuongeza mkataba Selhurst Park. Klabu ya Tottenham Hotspur inapanga kumsajili kiungo wa England Eberechi Eze miaka 26 kuwa sajili ya kwanza chini ya ukufunzi wa Thomas Frank kwa msimu ujao, na huenda akasajiliwa kutoka Palace kwa takriban pauni milioni 68. Fununu hii leo zinaarifu kwamba Everton pamoja na Manchester United wanamnyemelea kiungo mkabaji wa Super Eagles Wilfred Ndidi miaka 28 kutoka Leicester City. Everton, Brentford, Fulham na wananyundo West Ham United wanamngangania kiungo mshambulizi wa Uingereza Omari Hutchinson aliye na miaka 21 kutoka Ipswich Town. Nottingham Forest na Olympique Marseille ya Ufaransa wamemuulizia nahodha wa zamani wa Liverpool Jordan Henderson aliye na umri wa miaka 35 ambaye klabu ya Ajax nchini Uholanzi iko tayari kumwachilia. Klabu ya Atletico Madrid inakamilisha usajili wa kiungo wa timu ya taifa Marekani Johnny Cardoso kwa euro milioni 30 kutoka klabu ya Real Betis. Na hatimaye kiungo wa Croatia Luka Modric wa miaka 39 atajiunga na vigogo Italia AC Milan baada ya mashindano ya FIFA Club World Cup kukamilika nchini Marekani. Mwisho makala leo.